Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma bwana mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, tunaendelea na darsa yetu ya kichwa cha habari, sifa za mwanamke mwema. Mwanamke mwema ni mwenye heshima, anaheshimu wazazi wa mume wake. Akiolewa mwanamke mwema anatakiwa aheshimu wazazi wa mume wake na jamii yake kwa ujumla. Hapa pa kuheshimu wazazi wa mume, mwanamke mwema sifa yake aheshimu wazazi wa mume wake, aheshimu ndugu wa mume wake, aheshimu ndugu zake. Lakini mwanamke mwema huyu yeye anapokwenda kuolewa, ambapo tunategemea aje kuwa mwanamke mwema, lakini anayofanya tofauti na ule wema. Mkwe wake ndo adui yake. Nyumba zimekuwa leo ni mtihani, ule wema haupo, hataki sisi tuwe wema. Kwa hiyo imefikia hatua mwanamke huyu mkwe wake ndo adui yake, anampenda mwanaume kuliko aliyemzaa huyo mwanaume. Hususan huyu mwanaume atakapokuwa ndo kwanza ameongeza mwanamke mwingine, ndo anakuja kuwa adui zaidi. Mpende mama mkwe wako, kwa sababu mama mkwe wako yeye ndiye amekuzalia mume wako, na yeye huyo mume wako ndio amekuzalia watoto wako. Kwa hivyo mheshimu, yeye ndo alokulelea, alokuletea huyo mwanaume, na yeye ndo kakulelea mpaka ukamkuta yuko salama na ukampenda. Kwa hivyo tuwapendeni wakwe zetu, tuwaengeenge wakwe zetu, ili na wenyewe wahisi wamezaa. Tusiwatenganishe waume zetu na wazazi wao, kwa sababu utakapomtenganisha mwanaume na mzazi wake, wewe humtakii kheri mume wako na humpendi mume wako, unataka mume wako aangamie aende motoni, kwa sababu pepo ya mwanaume iko chini ya nyayo ya mama yake. Sasa leo utakapomtenganisha na mama yake, humtakii kheri mume wako. Kwa hiyo tujitahidi kufanya wema na tutende wema kwa wakwe zetu, kwa sababu hawa ndio wametupa sisi heshima. Kwa sababu leo tunamzungumza mwanamke mwema. Najua watu wengi wanapiga simu, lakini leo tunamzungumza mwanamke mwema. Kwa hiyo ukijiona unamnyanyasa mama mkwe wako, wewe sio mwanamke mwema. Ukijiona wewe umeolewa, jamii yako yote inakuzungumza kwa mabaya, basi jiangalie wewe, jiangalie sana. Wewe si mwanamke mwema. Mheshimu mama mkwe wako, na mama mkwe pia mheshimu mkwe wako, mpendane, mheshimiane, kwa sababu kuna mama wako wengine pia wanasababisha hili wanawake wasiwapende, kwa sababu wao pia wanawagombanisha na waume zao. Mama hamtaki huyo mwanamke, lakini kumbuka huyo mwanamke mwanao ndo kamtafuta. Kwa hiyo tupendane, kwa sababu sisi sote tuwe wema. Na wazungumza wanawake tuwe wema, na Allah tuongoze tuwe wema. Tunaongea kwa lugha inayoeleweka ya Kiswahili. Kwa wale wanaosikia Kiswahili, tusikie na tuweze kufata katika majambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha sisi tuwe wanawake wema. Na Mwenyezi Mungu atujalie, tutaendelea kukumbushana ili tuwe wema, kwa sababu utakapokuwa mwanaume umempendea mama yake mzazi, hata wewe atakupenda zaidi. Ukijipendekeza kwa Allah atakupenda, ukijipendekeza kwa mume wako atakupenda, ukijipendekeza kwa mama mkwe wako atakupenda. Kwa hivyo tupendane kwa ajili ya Allah, na Mwenyezi Mungu atuongoze, na Allah tujalie tuwe wema. Kwa haya leo hii tutaishia hapa. Hii ndio namba 3 ya sifa za mwanamke mwema, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe na hizo sifa, na sisi wote tutakabaliwe amali zetu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi tawfiq.